na jamii ya Salas, our senior officers, colleagues, mheshimiwa maseneta, wabunge, mheshimiwa Maimai mbunge wa hapa. Naona wakati umeenda, hatukuja hapa kisiasa, kuja kumuenzi kijana Samuel Tompoi Aitwai ambaye amehudumu kama askari, one of our finest, because kwamba alikuwa kwanza amechaguliwa kwenda meant he was one of the finest, because this is a kind of mission unaweza kumpeleka tu ambaye ni kurutu. So Bwana Masengeli, although it's a serious occasion, allow me to congratulate you. A lot of good things have been said about you. Huyu Bwana Masengeli tulimuhitaji sana kwa mahakama. Vijana wetu waliachiliwa, wale walikuwa wameshikwa locally abductees. Na tulikuwa tunauliza ndugu yetu Masengeli, inawezekanaje kwamba nyumbani tuna abduct watoto wetu vile vile? Kwa hivyo tukakuja, wewe uliheshimu, ulifanya vizuri, ukaja mahakamani ukaomba msamaha, and you are a good officer. This man is very good, I can tell you that, because I've watched your demeanor, and thank you, because you're in charge of a very important service. Ndugu yetu Boyne, it's good to see you, National Security Advisor Deputy, I think wadada yetu aliyekuwa minister kutoka huko Ukambani, I think, and your team. Mheshimiwa Senator, I want to tell you, yule mtoto, and it is true, Naomi ni mtoto, hata mkimwangalia ako na watoto wachanga wawili. But huyu kijana shupavu ameacha kijana, ameacha msichana, jina lake linaendelea. Lakini huyo mama atahitaji kuwalea kwa kiwango ambacho umeelezea Bwana Masengeli. But huyu mtoto ametoka, niliuliza nikaambiwa na Deputy Governor Moshisho kwamba aliwacha at Form 3. She's too young. This young mother can study until she becomes a university graduate. Mimi nakupa hiyo kazi dada yetu, because I know the passion with which you look at a fellow. Huyu mtoto kwanza asome. Mimi mheshimiwa uliyesema tiga unakataa. Huyu mtoto apatiwe kazi haraka iwezekanavyo, watoto wapate angalau kujua accept, adjust, advance. They advance because baba yao askari ana advance. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mengi. I don't want to add or subtract what my brother Eugene Wamalwa has said. He has put it so clearly. I only want to say, because of this underfunding of the Haiti mission, my mind lazima ulika Amerikani. You pronounce Haiti as Hairi. Huyu jamaa Amerikani wewe. Wewe ulisoma huko nadhani. Sisi tunasema Haiti, my mind anasema Hairi. Hii mission ya Hairi hii iko na shida kwa ordinary Kenyan taxpayer because of the withdrawal of the funding by the main sponsor, the United States of America, under those very special arrangements, I think, between Biden's administration, serikali ya William Ruto. Inaonekana kuna pengo kubwa. Sasa tunaona makadirio kwamba Kenyan taxpayer wanaolipa ushuru wa Kenya sasa tutafute kutoa 4.5 billion shillings ili kuhakikisha hiyo mission inaendelea. And this is why you are now suggesting, I saw a representative of Foreign Minister, CS Mudavadi and Sing'oei,
They are doing the best they can. But this is an important matter. You see, this is not peacekeeping. What is happening to our boys in Haiti, they are not doing peacekeeping. They are doing peace enforcement. And that is where the difference is. And therefore, they require a special mandate of the UN Security Council to be able to do peace enforcement. Yaani kupigana. Tuna maarufu sana kama wana Kenya, askari Sierra Leone, Somalia hapa. In fact, in Somalia was quite unique because under President Kibaki we say we wanted to exercise our right of self-defense kwa kufuatilia wale maharamia wa Al-Shabaab. So we did that, but even then AMISOM was able to be properly funded. Now this Haiti mission is a big issue. And in fact, I want to say it should also be audited so far, so that there's transparency. Zile pesa kina Biden walipeana zilitumika vipi na mambo kama hayo. Now that is not politics. This is national interest. Huyu kijana Masengeli, I want to, when I look at the December, I think maybe Boynet, the December list of those who should be given national awards, I'll be very shocked. As the first of our soldiers to have fallen on this mission, if he is not given recognition posthumously, I'll be very surprised. I see, because maybe I'm opposition, nikisema haweko hapo wataenda wamtoe. Sio? Sitaki wamtoe. I'm just expressing, I'll be very surprised if he's not given posthumous recognition. He's a national hero. Sio tu kijana wa Kajiado Moshisho Udani. We want to ask your governor to also honor him. Perhaps one of the streets in Kajiado town, iitwe kijana Tompoi. Very nice name. Na hapa wanaishi vizuri hawa jamaa. You know, Mheshimiwa former governor, hapa Kaputei ni watu wa Machakos na Kajiado. Ule urefu wa Moshisho hawana. Hapa kuna mambo ilifanyika kamba wale wakaingiliana. Hapa sio wale Masai mrefu. Kwa sababu reli hapa ndio inagawa Machakos. Hata wasista mwenyewe naona kama ni Mkamba. So why am I saying this? These are same people. Where's Mheshimiwa Kaloi? MCA, yule MCA Masai full-blooded, anahudumu kama MCA wa Machakos County. So naona mko kitu kimoja. It's okay Mheshimiwa, you don't need to come. Ukitoka hapa utanunulia nyama pale njiani, because it is important. Kwa hivyo huku tukisema mtoto wetu huyu apumzike, we want to see this family grow. This family, you look like you can get that degree so that you not be a tiger to anybody. Utaenda kufanya kazi ya ushujaa kama vile bwana 37 days to go, you say, kabla uache kazi. Ni watu ajabu ambao wanaimarisha discipline kwa vijana wetu, vikosi vyetu. Kwa hivyo sasa mimi kwa niaba ya wenzangu wale wengine ambao walikuwa nafuatilia mambo yao Haiti sana, tunasema if we cannot get funding, we don't want to lose more. We don't want more body bags out of Haiti.
Escalation. The gangsters are actually on rampage. We don't want our young people kuzidi kuwawa kule because of underfunding. This matter should be proper. Mungu ailaze vyema roho ya kijana yetu huyu, shujaa yetu Samuel Tomboi. Amen.